Leo tunahamia kwenye illustration. Tutaanza na kitu kimoja leo. Tutaanza na picha. Tuendelee. Pose letu leo ni kuweka picha kwenye nini? Ni kuweka picha kwenye document yetu ya Word. Hatua ni simple step, utakuja kwenye insert. Ukishafika kwenye insert, utakuja kwenye kipengele cha illustration, utachagua picha. Kwenye picha kuna makundi mawili. Unaona kuna online picha na kuna pictures. Ukichagua pictures maana yake utakuwa na picha kwenye kompyuta yako. Ili utoe picha kwenye kompyuta yako, uipeleke kwenye hii document. Lakini ukisema online picha maana yake kompyuta yako lazima iunganishwe na mtandao. Kwa hiyo itakuletea online search engines kama unavyoona. Una search picha. Alafu ukisearch watakuletea kama hivi. Ila lazima kompyuta yako imeunganishwa na mtandao. Kwa unachagua hiyo picha, una insert. Ile picha itajidownload moja kwa moja kutoka mtandaoni. Itakuja kwenye nini? Itakuja kwenye document yako kama hivi. Lakini kama huna mtandao maana yake utatumia hii feature ya pictures kama pictures. Kama utajiko na picha kwenye kompyuta yako au uwe na picha ambayo imechomekwa iko kwenye flash ambayo hiyo flash iko connected na kompyuta yako, ni umechomeka flash kwenye kompyuta. Kwa hiyo utachagua mfano kama flash ni hii, utachagua hiyo picha, utaenda kwenye insert. Ile picha itadumbukia ndani ya document yako. Baada ya hapo kinachofuata sasa ni kuiformat hii picha. Utaongezea tool ya format. Kwa unaweza ka format design mbalimbali hapa kama unavyoona. Kama ukihitaji unaweza kaja kwenye border ukazungushia mipaka hiyo picha. Ukisema picha effect, hiyo picha yako nataka iwe na kivuli kwa nyuma, nataka iwe kivuli kwa chini, nategemea reflection ijirudie kwa chini kama hivyo. Ukisema soft edges maana yake ni ile mipaka yake ififie, ndio soft edges. Ukisema bevel maana yake unaiwekea uhalisia iwe na bevel au emboss. Zile rotation unazungusha picha yako uliko unataka wewe. Kwa hiyo unavyotaka ndio ile inapokufuata. Sasa kuna changamoto moja, unaweza kuwa unaandika maneno yako alafu then hii picha ipo kwenye document yako. Sasa hii picha start interact na maneno. Hapo tunatumia kwenye format tunatumia segment kwa wrap text. Ukisema square maana yake picha yako maneno yatakuwa yanazunguka, yatakuwa juu na chini ya picha yako. Ukisema tight yatakuwa juu, kando na chini. Ukisema through yatakuwa yanapita katikati ya maneno yako. Ukisema top and bottom maana yake maneno yatakuwa juu na chini. Behind the text maana yake picha yako itakuwa ni nyuma ya maneno yatapita juu ya picha. In front of the text na maana picha inapita juu ya maneno. Unashauriwa kutumia hii in front of the text ili picha yako uweze kupitisha juu ya maneno na uiweke sehemu unayohitaji wewe. Ukiweka ile in front of the text basi picha yako inakuwa movable kama hivi. Tofauti na vile mwanzoni ilivyokuwa iko vile ilikuwa hauwezi kaimove, ilikuwa iko tight. Au ilikuwa hauwezi kaimove. Ndio ilikuwa inashindwa kudirect na maneno. Kwa hiyo shortcut ya hii wrap text ni yaka sehemu kana kukuja hapa. Kwa uta click then utachagua hii ya mwisho ndo in front of the text. Kwa picha yako haita athiri maneno yako kivyovyote je. Kitu kingine kwenye picha umewekewa hizi point. Ziko point 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hizi point zinatumika katika adjustment. Kama unavyoona hii ni ya kulia ita adjust kulia, ya kushoto ita adjust kushoto. Hii hapa ita adjust diagonal ya juu, hii hapa diagonal ya chini, hii hapa diagonal ya chini kushoto, hii hapa diagonal ya juu kulia. Kwa hizo tunazitumia kwenye kupunguzia size na kuongeza size ya picha yako. Kwa una adjust then ujiridhishe iko sawa, una position sehemu unayohitaji then unafanya unachohitajika. Sasa mfano tengeneze layout ya document ambayo inahitaji picha kushoto na kulia. Layout ndogo tu. Tuseme tuandikie katikati kwa layout ya maneno iwe ni center. Alafu tuanze. Tuweke heading yetu hapo tunaitumia ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwanza inaanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano wa Tanzania. Alafu tunakuja Chuo cha Maendeleo ya Wananchi. Baada ya hapo napendaga sana kutumia Times New Roman
kwenye nyaraka za serikali. Unaweza kupizisha ukubwa. Ukitaka ipande juu, hapa unaona kuna sehemu tuzi tukaiandikie kwa hapa juu. Ila mimi nataka hiki kichwa changu cha habari kipande juu kidogo. Utahakikisha una rula. Rula nini? Rula ni hii hapa unaona hapa juu. Inakuaga juu na kushoto hiyo. Kama uioni haimaanishi kwamba kompyuta yako support, hapana. Kwenye programu ya Word unakuja unasema ndipo view. Unahakikisha hapa kwenye sehemu ya rula imewekewa tiki. Kama tiki hakuna, umeona rula inaondoka. Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha sehemu ya rula imewekewa tiki. Baada ya hapo unakuja kwenye rula. Sasa ili kupandisha juu maana yake tadili na kushoto. Kwenye hii rula utaona kuna sehemu ambayo ni ya gray. Umeiona hapa? Ina rangi ya kijivu. Kwa hiyo hii kijivu hapa kuna nyeupe. Sasa katikati ya kijivu na nyeupe maana yake huku kwenye kijivu ndo ambako siwezi kupandikia. Hapa kwenye nyeupe ndo unaweza kupandikia. Kwa hiyo nataka niandikie na huku kwenye kijivu maana yake natakuwa nipandishe hapa kwenye center. Kama mouse na kuweka hiyo. Unapandisha juu ile mipaka ya sehemu ya kwanza kwa kwenye karatasi yako. Kichwa cha habari kinapanda juu kama hivi. Kwa hiyo kidhibitisho kiko sawa, unakuja kuweka picha sasa. Kwa na insert pictures kuanzia kushoto na kagea hapa. Then unaiwekea iwe top of the text ili isisumbue, unaipunguzia ukubwa. Unaweka hapo. Pande wa huko nataka iweke logo ya chuo. Kwa ni pictures, itachukua logo ya chuo. Na yenyewe pia utaiwekea in front of the text. At the end of the day utapunguzia ukubwa. Itaenda upande wa kulia kama hivi. Ukimaliza unaendelea kama kawaida, maneno yanafuata hapo chini. Swali kama lipo, imeeleweka?